Kwa majina naitwa Alhaji Lipwelele, diwani wa kata ya Namtumbuka, halmashauri ya mji wa Nanyamba. Kimsingi ndugu mtangazaji, kama ulivyokuja na nikusifu kwa namna unavyotembelea kuona kila kata, unatembelea kuona kukutana na uongozi, na mimi binafsi kwa awali yote nianze kumshukuru Mwenyezi Mungu, lakini kwa upande wako kwa kukaribisha kwenye kata yangu ya Namtumbuka. Karibu sana. Asante sana Alhaji. Ndio, tuzungumzie huu mradi wa shule ya msingi umekamilika, majengo safi, shule ya awali na msingi katika eneo moja. Huu mradi ulianzia lini na hadi kukamilika kwake leo hii? Karibu. Ndugu mtangazaji, kama inavyofahamika kwa kata yangu ya Namtumbuka ina vijiji vinne, lakini ina shule za msingi mbili. Ina shule ya msingi Namtumbuka, ina shule ya msingi Likwaya. Lakini zungumzie shule ya msingi Namtumbuka ambayo nikiwa kiongozi wa kata Namtumbuka nimekuta shule ambayo imejengwa mwaka 1974. Sasa hii shule ambayo imejengwa tangu 1974 kwa maana ni shule chakavu hadi hivi tunavyosema. Sasa mimi kama kiongozi nikishirikiana na Mheshimiwa mbunge wa jimbo la Nanyamba kuomba serikali kuu, lakini kilio chetu Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kasikia, katuletea fedha milioni 314 kwa ajili ya ujenzi huu ambao unaoona kwenye maeneo yetu ya kata Namtumbuka. Ndio, tumeona madarasa takribani 6 kama sijakosea na ofisi ya utawala hapa. Unawaambia nini sasa wazazi katika jitihada hizi ambazo Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania anazionyesha kwa Namtumbuka? Kilio chetu kilikuwa ni shule yetu chakavu, shule ya msingi Namtumbuka, lakini serikali imetuletea fedha milioni 314 kutumia akaunti, kwa maana nguvu za wananchi serikali imeleta, lakini nguvu za wananchi zaidi. Kwa wananchi wangu, kwanza nianze kuwashukuru, walianza kushiriki kusafisha eneo, lakini ulivyochimba msingi na kufikia msingi ilikuwa ni kazi za wananchi. Kwa kimsingi ujenzi wa shule yetu umekamilika na wanafunzi wameingia madarasani. Kwa kubwa zaidi ni kuwaomba wazazi na walezi ambao watoto wao wanasoma kwenye shule hii ya msingi Namtumbuka kuhudhuria, kuwahimiza watoto wao kuhudhuria shuleni kwa ajili ya kupata elimu. Naamini hapa shuleni kuna wanafunzi 576 kwenye shule hii ya msingi Namtumbuka, na kisha hao wote wanafika shule, na singependa kama kiongozi nione tena utoro, kwa sababu mwanzo kilio chetu ni shule chakavu, watoto wakiingia darasani wanapaka vumbi, lakini sasa vumbi hakuna. Kwa maana cha kuwahimiza wazazi na walezi ni kuwapeleka watoto shule, ili hao walimu tuliokuwa nao kwenye shule ya msingi Namtumbuka wafanye majukumu yao yaliyowaleta kwenye kata yetu ya Namtumbuka. Kuja kwao hawakuja bahati mbaya, wameajiriwa na serikali kuja kutoa elimu. Sasa wakubwa wanaohitajika ni wanafunzi wenyewe, kwa maana wazazi sisi ndio tunawamiliki wanafunzi kukaa nao huko majumbani kwetu. Kwa hiyo lazimika kuwahimiza, tuwahimize kwa nguvu zote ili waweze kuja shule wapate yale ambayo walimu wanakusudia kuwasomesha. Tulikuwa na shida ya chakula, tulianza kwa michango yenyewe kwa sababu ni jambo la kitaifa kuchangia chakula shuleni, lakini kupitia kikao changu cha kamati ya maendeleo ya kata ODC tumeweza kujadiliana na kukubaliana kupeleka, tukanunua viroba 250 vya unga dona kwa ajili ya kupeleka kwenye shule zote 3. Maana shule ya msingi Namtumbuka imebahatika nimekabidhi viroba 84, lakini sekondari imekabidhi viroba 83 na shule ya msingi Likwaya viroba 83. Kwa ukijumlisha kwa jumla yake ni viroba vya unga 250 kwenye kata yangu ya Namtumbuka. Kufanya hivi ni kwa ajili ya kupunguzia mzigo muda huu wazazi. Sio itakuwa jambo endelevu, hapana. Bado makubaliano yetu yako pale pale, ila kwa muda huu angalau wazazi wapate kujichanga, ikiwezekana tukimaliza unga huu ambao mimi nimeukabidhi wiki iliyopita, basi wazazi waendeleze jambo hili kwa sababu wanaesoma ni vijana wetu. Kubwa zaidi tumewaomba wazazi hao kuchangia ya kilogramu 1 japo ya nafaka, maana kunde au njugu ambavyo kwa maeneo yetu vinalimwa vitu kama hivyo. Naomba sana wazazi bado mwitikio wa kuleta njugu kwa michi moja au kunde kwa michi moja, yani kilogramu 1, basi iwe ni endelevu ili hawa vijana wapate chakula na masomo yao yawe yanaendelea hapa shuleni. Safi kabisa. Alhaji, shule mpya lakini kuna changamoto ya walimu, ipoje? Ndugu mtangazaji, walimu hapa ninao walimu 7.
kwa maana wanafunzi wako 576 lakini walimu niliokuwa nao wako 7. Na mimi kama kiongozi bado naomba serikali na kwenda kupeleka halmashauri, idara ya utumishi pamoja na kupeleka kauli juu. Ikitokea ajira imetokezea walimu, basi niongezee walimu ili wafikie japo 10 au 15 ili hao watoto wapate elimu kwenye shule nzuri hii ambayo yuko kwenye kata yangu na Mtumbuka. Haya, vipi hali ya utoro sasa? Imepungua baada ya shule mpya hii kuweza kusimikwa hapa ama hali ipoje? Kwa sasa hivi ninavyofuatilia, kwa sababu kubwa ilikuwa ni shida ya chakavu wa shule yetu. Kweli mahudhurio ilikuwa ni shida, watoto walikuwa wanaona shida, lakini baada ya shule safi ambayo serikali imetuletea fedha kujenga hii shule yenye thamani ya milioni 314, mabadiliko yapo. Na hasa pengine niseme tulivyoleta zoezi la chakula sasa, kwa sababu muda ule watoto walikuwa wanapata shida ikifikia recess, yani mapumziko yale ya mchana, anategemea kwenda kula nyumbani, pengine mzazi hayupo, wenye shughuli za kilimo mashambani na nini, utakuta anazubaa hana sehemu ya kula. Lakini sasa hivi tangu nilete chakula hapa shuleni, naamini utoro lengo langu ni kukomesha kabisa ili ufutike kabisa asilimia zote. Sawa, Wanamtumbuka, unawaambiaje sasa katika sekta ya elimu? Mwaka jana kama si mwaka juzi tumeona umepata shule ya sekondari kule Namtumbuka sokoni pale, na huu mwaka mwingine tena tumeona mwendelezo wa shule ya msingi. Wanamtumbuka, unawaambiaje katika sekta ya elimu? Kubwa zaidi mimi kama mwenyekiti wa kamati ya maendeleo ya kata ya Namtumbuka ni kuwaomba wazazi na walezi kutambua thamani ya serikali, nini wametuletea. Wakisha tambua, maana yake tutawajibika kwa namna ya kuboresha elimu kwenye kata yetu ya Namtumbuka. Mimi kama kiongozi, kubwa zaidi ni kuwahimiza, na niko kwenye ziara ya mikutano. Juzi tarehe 17 nilikuwa kwenye mkutano Namtumbuka, na bado ziara yangu itakuwa inaendelea. Kubwa zaidi nazungumzia namna ya kuwapeleka watoto shule wakapate elimu na kuwekeza kwa ujumla. Fedha tutakazozipata kwenye zao letu la korosho, dhahabu ya kijani, basi tuwekeze, tusione hasara kuwasomesha watoto ili Namtumbuka iwe ya kisasa huku tunakokwenda mbele. Haya, neno lako kwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Alhaji. Kubwa ni kumwombea Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania afya njema, maisha marefu kwenye majukumu ya kazi, lakini Mheshimiwa mbunge wetu wa jimbo la Nanyamba, Mheshimiwa Abdalla Dadi Chikota aweze kupambana pamoja na waziri mwenye dhamana. Kwa ujumla niseme kwa viongozi hao wote kwa ujumla wake ni kuombea afya njema ili waione halmashauri ya Nanyamba, waione Namtumbuka kwa jicho la pekee, kwa sababu kilio changu ni kwenye idara ya afya. Sasa hivi tunayo fedha tumepokea kwa ajili ya ujenzi wa upanuzi wa zahanati yetu na majengo ya mama na mtoto ambao sasa hivi huko kwenye palasta, lakini tumetenga eneo kwa ajili ya kituo cha afya. Sasa hizi fedha hazitoki huku chini. Mimi kama kiongozi ambaye niko kwenye kata, nimeshawishi watu kupisha eneo na tayari watu 3 wako tayari kupisha na tumeshakubaliana nao. Sasa ni kuomba serikali ituletee fedha kwa ajili ya kujenga kituo cha afya kwenye kata yetu Namtumbuka, ili kwenye afya nako kuwe vizuri, kwa sababu kwenye elimu kuko vizuri, lakini kwenye afya nako wananchi wangu wapate huduma kwenye kata yangu Namtumbuka. Asante Alhaji, waambie kitu sasa wana Namtumbuka, tangu ulivyoingia madarakani hadi leo hii unazidi kuweza kuwaletea neema ya maendeleo, si kwa uwezo wako, ni kwa uwezo Mwenyezi Mungu, kwa uwezo wake rais na mbunge ambaye anakushika mkono Alhaji. Kubwa zaidi ni kuwaasa ndugu zangu kuwa na imani na viongozi wao waliochagua, kwa maana kwa Mheshimiwa Rais, lakini Mheshimiwa mbunge na hata mimi Alhaji Lipwele, diwani wa kata Namtumbuka, bado wanahitaji kuniunga mkono, kwa maana haya ambayo yanakuja hayaji kwa bahati mbaya. Hapana, ni baada ya kilio kutoka ngazi ya kata kwenda halmashauri na halmashauri kwenda taifani. Kwa naamini kabisa wana Namtumbuka bado wawe na imani na viongozi wao, tushirikiane. Na mara nyingi mimi napenda sana kufanya mikutano ya hadhara. Pale tunapohitaji kufanya, kutoa tangazo kwa ajili ya mkutano wa hadhara, wajitokeze ili zile kero za kata ya Namtumbuka wazieleze kwenye mkutano wa hadhara, ili nami nizichukue kupeleka halmashauri ziweze kusonga mbele ili Namtumbuka iwe ya kisasa kama nilivyosema pale mwanzo.